Ah, Bwana Yesu asifiwe. Napenda tena niwakumbushe swala la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni kiongozi. Roho Mtakatifu ni kiongozi mzuri sana. Roho Mtakatifu ni kiongozi mzuri sana. Anaweza kutuongoza katika njia zilizo ngumu na nyepesi. Anaweza akakuongoza katika mazingira ambayo hata wewe hukutarajia. Yamkini watu wamekukataa, yamkini watu wamekutenga, yamkini watu wamekuona kama haufai, lakini Roho Mtakatifu anaweza akawa ni faraja katika maisha yako. Lakini watu wengi wamemsahau Roho Mtakatifu. Watu wengi wamesahau kuenenda katika roho, wanaenenda katika mwili. Lakini ukisoma katika kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5 utakuta mahali ambapo neno la Bwana linasema ya kwamba enendeni kwa roho, msienende katika mwili, kwa maana hamtaweza kuzitimiza kamwe tamaa za mwili. Lakini watu wengi wanaenenda katika mwili, wanasahau kuishi katika roho. Kwa lazima uelewe kwamba Roho Mtakatifu ni kiongozi mzuri sana. Ukiishi katika njia za Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anakuongoza kwa mwongozo ulio sahihi. Roho Mtakatifu hapendi mtu anayepotea. Roho Mtakatifu hafurahishwi na watu wanaofanya dhambi. Hafurahishwi na mtu ambaye ni mzinzi. Hafurahishwi na mtu ambaye ni mchawi. Hafurahishwi na mtu ambaye ni msengenyaji, bali anafurahishwa na yule anayetembea katika upole, anayetembea katika uvumilivu, anayeishi katika mwenendo ulio sahihi. Huyu ndiye Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hapendezwi na watu ambao wanaopenda anasa. Roho Mtakatifu hapendi mtu ambaye anajinajisi kila wakati. Anapenda mtu ambaye anaishi katika upendo, anaishi katika utu wema, anaishi kwa kiasi. Yaani hawezi kutenda yaliyo mabaya, bali hata kama kitenda makosa basi anakumbuka kutubu dhambi. Kwa hiyo unapokosea, rudi kwa Yesu Kristo, usipotelee katika dhambi, bali tengeneza maisha yako ukimtazama Mungu. Hakika Roho Mtakatifu ni kiongozi, lakini watu wengi wanafuata vitu vinavyoharibika. Sisi neno la Bwana linasema tumekombolewa kwa neema. Yaani tumekombolewa kwa neema. Kwa hiyo neema hii isiwe sababu ya kumwacha Yesu, bali tuenende katika njia zilizo sahihi na mbingu zitatupokea. Hakika naamini umenielewa. Mungu akubariki sana, akutendee mema. Wewe ambaye umenisikiliza, tubu dhambi zako, msikilize Roho Mtakatifu katika safari yako. Amen.